Yes, mambo vipi mpendwa msikilizaji na mtazamaji wa Top 5 Zaleka TV. Leo tena tumekujia na habari nyingine katika tasnia na sanaa ya burudani, na tuko naye kaka yetu ambaye hivi karibuni tutaenda kumtambua na kumfahamu zaidi katika yale ambayo anafanya. Unajua duniani tuliko kila mtu amepewa neema yake na amepewa nafasi yake ya kuwakilisha kile ambacho Mungu amekiweka ndani yetu, na hivyo kaka yetu tutakwenda kumfahamu na kutupatia historia fupi ya kile ambacho anakifanya kimetufanya sisi tuweze kuwa mahali hapa, na hivyo niweze kuambia kwamba mimi ni Kaipa Mall na hii ni Top 5 Zaleka TV. Kwanza kabisa tutaweza kuomba tuweze kufahamu kwa ufupi na kuweza kutambua wewe ni nani. Yes. Okay, asante sana. Mimi ni Yugo Ivan Mpenzi, full name, lakini watu wa Mungu wananijua kama DJ Yugo Pro, DJ Yugo Pro. Kikazi mimi mtayarishaji wa nyimbo, ile producer, mimi videographer, mimi hasa chenye niko nafanya sana ni DJ, mimi ni DJ. Safi sana, tunashukuru sana. Katika vipaji vyote hivyo naona ni vingi kweli, Mungu kakujalia. Katika vipaji vyote hivyo ambavyo unavifanya, hasa nini kinabeba maisha? Na sikia umesema wewe ni producer kwa sasa hivi, sijui kama ndio kitu ambacho wewe unakipendelea zaidi. Okay, music production nilianza kitambo kabisa. Mimi ndio niseme pale kwa watu wenyewe tuko pale ndani ya kambi ya Zaleka. Niseme kama mimi ndio mtayarishaji wa kwanza wa muziki mkimbizi pale Zaleka. Nilianza kabisa music production, wengine wote walifuatia nyuma. So mimi mtayarishaji wa muziki kama music producer. Sasa ilifika kipindi juu ya majukumu mengi na kazi zingine. Okay, ilifika kipindi kwanza nikaanza kujifunza vya videography. Nimefundisha watoto kadhaa pale. Yes. Nyuma ndio nikaanza DJ. Sema kwa sasa niko DJ kabisa, ndio kitu kinaniweka muda wote. Okay. Ndio kitu kimekufurahisha. Ndio hizo tasnia zote nimefanya, lakini DJ ndio imenibeba sana. Asante sana. Labda tuweze kuzungumzia kwa ajili ya jamii yetu tuweze kufahamu. Ni lini hasa umeanza au umeingia kwenye industry hii ya DJ? Ni muda gani hasa uko nao kwenye industry hii? DJ nimeanza kupima 2015. Yes. 16. Alafu nimeingia kiprofessional kabisa DJ kama kazi 2018 nawaza. 2017. Hapo ndio nimeingia professional kikazi. Okay. Lakini kuanzia 2015 nilikuwa nafanya, 2016 nilikuwa nafanya DJ, lakini hapana kwa hiyo nilikuwa sijawa professional kabisa ndani. Safi sana. Lakini ni nini hasa kilicho ku expire kwa ajili ya kuweza kuingia kwenye kazi hiyo ya DJ? Kazi ya DJ ni kazi yenyewe nilikuwa napenda sana. Kwanza mimi niko mtu mwenye napenda muziki. Kitu chochote chenye kinaenda na muziki nakipenda sana. Watu wengi wana confuse producer na DJ. Watu wanaita producer DJ, wengine wanaita DJ hivyo. So kipindi hicho Zaleka mlikuwa DJ yoyote. Kwa DJ. Sasa ulikuwa unakutana mimi kama producer, watu wananialika kwa sherehe zao, ma birthday, nini. Sema mimi niende kupiga muziki. Kupiga muziki. Na jinsi nilikuwa ni kazi yenyewe napenda sana. Kwa na sikuwa na namna nyingine ya kufanya. Sasa ilikuwa ni kitu cha napenda, nikajikuta nimeingia. Sasa wakati tukikuwa na DJ yoyote mwingine, chochote kile chenye fanya batakipenda tu, fursa ya kusema nijifunze sasa kiundani DJ. Yes. Sasa kipindi naingia DJ najifunza, nikaanza sasa kutafutisha sana kwa tutorials online. Natafutisha. Kipindi DJ Ba anakuja mkambi, tukateam up, tukakuwa sababu tunatumika pamoja. Ikakuwa sababu tunachangia mawazo, yeye analeta mawazo yake na mimi naleta mawazo yangu. Mimi nilikuwa na soko, yeye alikuja na ujuzi, hakukuwa na soko. Ikabidi mimi ni introduce kusoko, naye anakuwa yuko niongezea. Sasa tukakuwa tuna team up hivyo, tunasaidiana kufika kwenye mtu anafika kwa leo. Kweli kabisa. Lakini Yugo Pro, what were the challenges you faced at the beginning of this work? Well, the challenges that I faced from the beginning was to gain trust as a refugee. To gain trust. Okay, our small market that we have in Zaleka. Okay. Zaleka, we have a very small market which you can't rely on. Yeah. So the
I wanted, the time that I started, I just wanted to gain the market like nationwide. For sure. So to get that market, I had to learn what Malawians like, because I never knew what they like. Okay. I had to learn that person, how to mix, to be a good DJ. Okay. So I had first those two challenges. Like I was learning how to be a good DJ, and I was learning the market. For sure. So learning the market, now I need to go there and compete with the other DJs who are already at the market. So yeah, basically those were the challenges. Being a refugee and trying to gain the market in people's country, in Malawi. Okay. Being a refugee and trying to gain that market in Malawi wasn't easy. Yes. For sure. Sasa tuweze kuzungumzia hapo kwenye changing au kuweza kutazamia kitu kilichokuwa mbele tofauti na kuwa kambini. Tunaamini kwamba the growth that was happening in your career ilikupatia wish ya kuwa unaweza kutoka kwenda nje zaidi na watu wengine wakakusikilize. Lakini hasa utofauti gani uliona baada ya kutoka kambini kwenye mazingira ya chini au kwenye group fulani ya wakimbizi na kwenda nje kufikia watu wa Malawi? Okay, kitu cha kwanza ilikuwa ni mimi nimeanza kujitafuta sana nje ya kambi. Ilikuwa ni njia moja kujipatia upato. Okay. Kuangalia soko tuko nayo sisi mkambi ni kidogo sana. Na ukiangalia makazi zote za mkambi za mingi za mkambi kusema ikulipe upato, mtatoe pesa kulipi na kwa sababu vile dogo sana. Kufuatana na maisha yenyewe tunaishi. Mtu hataenda mwambie nilipe kiwango cha fulani cha pesa fulani na yeye mwenyewe kwanza maisha ni madogo. So, ile soko yetu ni ndogo. Sasa kipindi mimi naanza kuona kama nafika kulevel ya kusema na mimi naweza kucompete na DJ wengine. Yaanza tafuta soko za nje ya kambi. Mungu alisaidia kwanza mimi hiki tusijui jua nini watu mkambi wa Mungu anajiangalia chini sana. Mkambi kitoka mwa ile box yetu, ile kambi. Unasema mimi najitupa. Unajitupa. Huko unatupokea vizuri. Mimi hakuna nafasi nishaenda kupiga muziki, wakaniambia wewe usipige huko mkimbizi hapana. Hakuna. Ni kitu kimoja tu kumetimiza kile chenye unafanya. Kile chenye unafanya ukijifunze kwa nguvu. Ukijue sana. Lakini katika ile unaweza kushauria vijana, what skills have been most important in your career until you reach at this moment now? Like to approach. I know how to approach people. For sure. So what helped me a lot was like, for example, now we are here. If I hear that there is a club, for example, in Lilongwe, somewhere in area 25 or somewhere in city center, what I will do, by the time what I was doing, I would just take my transport, I get my money, like pocket money, and I go to the place. For sure. So what I was doing, I was like trying to connect with the other DJs, to gain friendship with other DJs. So to the location, try to know who is the manager, try to know who is the owner of the place. So the next day what I will do, I will text the person, or I will call the person. Hey boss, I'm a DJ. Can you please try me? Try me at least, give me even 30 minutes or 1 hour in the set. So the time naenda pale badala kupatia ile set unapiga kama na convince. Basi kazi unajipatia kazi. For sure. Asa according to the point you raised, kama unajua wewe umetengeneza mlango kabla na watu wameanza kukubali ingawa kwamba ilikuwa 100% lakini kuna percentage ambazo ulikuwa umeshazijenga, lakini kwa wale ambao labda anajihisi woga, unajua kuna watu wengine wanashindwa kufikia lengo kwa sababu ya kuhisi woga. Nikiendea DJ Yugo Pro ataniona hivi sijui namna hiyo, unaweza ukamwespana namna gani kwa ajili ya kuweza kufikia pale ambapo anafikiria kufika? Kitu kimoja, mtu yeyote mwenye uko kambini asijikamatie chini, hapana. For sure. Ujikamate, kitu chochote chenye uko unafanya ukifanye kwa ukubwa. Usiogope ku approach mtu. Kwanza ukiapproach mtu hata kupiga atakwambia hapana. Atakwambia hapana, lakini hata kuua hata kupiga. Yeah. So ile hapana haitakuvunja, ikupatie nguvu ya kuapproach mtu mwingine. Jini watu wadogo sana mwenye utaweza approach akwambie hapana. So the time for example unafanya kitu kama DJ kama wewe mwenyewe unafanya wala unafanya ati yoyote tu, uko msanii unatafuta collab. Kwa mfano wewe unaamuka uko msanii ukasema mimi
na muziki wangu wenyewe naimba. Zeze ananifaa. Mimi usitafute namba ya Zeze mkuu. Bwana Zeze, mimi niko msanii. Nahitaji collab. Una decide. Yule Zeze atakwambia mimi na charge pesa wala sitafanya collab na wewe wala nitafanya collab na wewe wala nisikize kazi zako. Yes. Unasikia? Lakini kama hujapima nitabakia pale ile kusema sisi wakimbizi wanatubagua. Sisi wakimbizi wana access ya kumbe ni uongo. Kumbe ni uongo, haujapima. Jitoe ni box pime. Mindset za umaskini. Wewe jitoe ni box tu upime. For example, sasa vile uende msoko. Usiogope kuuliza hizo tomati mnauzisha ngapi. Unataka usipe na pesa uliza tomati ni ngapi atakwambia ni 200 siku nyingine mtaipata. Wale utakuwa uko nayo watu sikiko chipu kwa chipu naweza ipata hivi. Ni simple. So mimi kipindi nafungua na jitahidi ku expand milango. Ni expand milango mpaka mtu mwenyewe akikuwa ananijua tuseme bali wenyewe ananiona kwa flyer. Amekuona flyer unaenda kupiga fasi fulani. Bana DJ makubwa bakaniogopa mama hii nchi. Bakaniogopa kaanza waza. Niko DJ moyo mkubwa sana. Wewe nina mimi najitafuta naanza by the time naanza kabisa. Anaanza kuchelewa. Mimi naanza jitafuta sasa kujitafuta usikie sasa the very big step nilifanya. Mimi kwa kujitafuta kabisa nibaki najitafuta. Niliangukia ku contact ya festival moja kubwa Sand Festival. That was the biggest festival ever in Malawi. Nikaangukia hapo nikapima naambia go. Sisi tutakulipia transport, utakuja food and accommodation utajilipia. Niliona hiyo fursa there. I went there bro and I slept to the sand like for 3 days. Nilala pale kumchanga. Si festival kwa kumaji. Yes. Nikimaliza piga set yangu mimi pale nilikuwa naweka controller yangu iko mbag naweka hapa na computer na nilalia hivi kumchanga. Unakucha asubuhi unakuwa saa mwingine tu unaanza DJ mkubwa mwingine. Because the festival was too big. For sure. So kutoka kwa ile festival watu wanaanza kuogopa mtu anapatikana kule na kwa Sunday festival. Kwa hiyo nilipima tu. Na mtu mwenyewe nipatia kile kanisa kwa namjua. Nitafuta tu namba nikaona nikamwambia mtu alipatia kiraka ile dada nilikuwa mjua mimi tulikuwa juana nyuma lakini by the time ananipatia kiraka akaona nijua na mimi sikuwa namjua. Bwana Mungu akusaidie kabisa. Safari umeipiga. Bwana Pro, tuweze kufahamu apart from the challenges you faced at the beginning of this career, ni difficult moments gani ulizipitia katika career hii ambayo uko nayo? Kipindi gani hasa kilikutokea au vipindi vilivyokutokea mpaka ukajisi naweza nikashindwa au nikafanya hivi au kupitia vipindi hivyo ikawa kama ndo mlango kukusaidia kujipush na vipindi nilipita hivyo ilikuwa kipindi naanza wa DJ kwanza mimi. Kipindi naanza wa DJ nilikuwa natumika ku GRS. Nilikuwa volunteer pale ku GRS. So as a media nilikuwa natumika media like nilikuwa una position at community journalist lakini nilikuwa natumika vitu vya ID za wanafunzi, vitu vya cover my event za ku GRS. So by that time kazi ku GRS ilisimama. So nilikuwa napima udj, nilikuwa nabifanya udj lakini hakukuwa kulevel ya kusema kunikulisha na kunivalisha na kuniweka mkambi. Nilikuwa natumika pale kwa African Bar. Nizikuficha ni pesa nilikuwa nalipia by the time naweza cheka. Hiyo wakati sio tasiri cause nilikuwa nalipiwa kwa mwezi. Mimi naanza tumika pale nilikuwa nalipiwa 20,000 maana ikuacha pale kwa African Bar. So kipindi DJ bana kuja nikamwambia bro utakuwa nilikuwa napenda kuna nisaidia kazi tu na mimi nilikuwa napumzika huko. Yes. Boss akasema ile pesa sitakuongezea. Nikamwambia DJ hapa tutagawa hii 20,000 tukaigawa moja anabeba 10,000 mwingine na sasa mwisho wa mwezi tunakutana kule siku fasi yenyewe anaonyesha kwa kukunywa nini na nini saa zingine kuna kama unakutana kule mwisho wa mwezi kuna bakia mimi pesa unabakia mimi pesa unaona sasa ile pesa nikaangalia hapa kazi ya kujia nisiniishia sasa ile pesa itaniweka mwezi hii ilikuwa challenge moja kubwa na ili ni push kusema by fire by force napaswa kutafuta makazi
Maanake nilikuwa nikilala, nikiamka hivi naanza uliza mabari zao ziko Mlolongo, sasa ziko Mbonera. Nauliza kuko club fulani, kuko club fulani, kuko club fulani, kuko Maza Blantyre. Nakumbuka mimi niendaga Blantyre. Siku kwanza sikuwa najua mtu Blantyre. Kutafundisha tu nikamata simu nikipigia watu 20. Hao sitakosa hata wawili. Nitafuta wajua. Sijui sitakosa hata wawili, hata niambia bana kwa tukupime. Tutakulipia transport na akinipenda ananipa. Yeah, so nilikuwa elewa kama kutoka salary za 10,000 kwanza nikaanza pata 50,000 per day, few hours of working, like a set of 2 hours. Sasa nikaanza ona kumbe ukijitupa kama unajitoa mobox mule mobox unajitoa wewe unasema mimi acha nijitafute, unaweza jipata. Mpaka leo naenda hivyo ule kidogo gisi miaka yani naenda na connections zinaenda zinakuwa za mingi, naona yeye unapanda na wewe kweli kabisa, cause kwa leo connections zipo cause zinatokaga na nchi inatoka nchi, naendaga Zambia mara mingi out of Malawi. Yeah, naendaga. Wow. Naendaga natokaga bro. So like hivi ni like 2 weeks ago nilikuwa napiga muziki Zambia. 2 weeks ago nilikuwa napiga muziki Zambia. Na hivi ndarudia ku Easter. Lakini Yugo Pro nataka nifanye hii quote hapa. Alafu tunazungumzia hii Jan imekuaje. The place that holds a big story of my Jan, who remembers this place. Hapa tunaona katika kupita tumeweza kuona page ya Yugo Pro. DJ Yugo Pro imekumbushia kitu fulani hapa. Tunazungumziaje hiyo? Kuna mjengo pale wa kuonyesha kwamba tumetoka mbali. Nakumbuka. Let's talk about that. Nakumbuka hiyo post niliweka kwa Facebook. Sijui nilikuwa napitia mapicha zangu za zamani. Nilikuwa nimepita ile barabara. And it shows like one nilipita pale nikaona ile studio yangu ya zamani. Nika studio kangu kenye nianze HP Records. Zamani kabisa. Lakini naanza vya kujitafuta, niko mu studio, niko music producer. Nikapita pale nikaona kale ka studio kanyumba kangaliki pale japo kanazeeka. Na cha kushangaza, naona kale kanyumba nikajengaga kale ka studio, nikajengaga fasi kulikuwa mfureji. Sasa mimi sikuwa na pesa. Bajamaa ndio walikuwa wananisaidia kujenga. Bajamaa wenyewe wasani wenyewe wale warafiki zangu. Lakini kuko jamaa fulani hivi yuko Canada, anaitwa Faraja. Faraja alipita pale, mimi najua kujenga. Unajua kujenga bani? Tutafute mabrika, tukaunganisha ka studio kakakuwa ka studio boya hivi. Kaunganisha nilikuwa na stand moja ya muti hivi. Ndio wanasema the place that was a big story of my life. Pale ndio kwani nilianzia kabisa. Yeah, story of my journey. Umekumbusha mbali. Sasa we can know some important lessons that you've learned along the way. You don't need to give up. For sure. The only thing that I learned is to not give up. Never give up. You may start something and maybe for the first time it will not pay. For the second time it will not pay. Yeah. Just keep on. Like what you do, it will pay back. Okay, can we talk about some achievements that you've gotten along about in this career? Until now. Okay. Maybe no. I don't know if I will be able to tackle exactly like big achievement that will be seen, but one of my big achievements, bro, in this career, whatever I've been doing, I taught a lot of kids. I have a lot of students that I've been teaching. Really? So, talking about music production, where I started, yes, I taught Big Guys, who is a very good producer. Big Guys taught Big Track, who is now doing well in music production. For sure. And few people like Junior Beat, sometimes you could come and learn few things from are those learners international producers or they are now internationals. Talking about international, talk about people who are doing their work outside the country. Yes. That Big Guys is in USA. He's doing that.
Big Truck. Big Truck is a very good producer, bro. We can talk about Big Truck because he produced some very big tracks, big songs in the country. Talking about Junior Beat, I will not take that credit much, but it took few things from me. Even the tag of Junior Beat, yes, I'm the one who did it. I remember it. I'm the one who did that tag. Created that one? Yes, I created that tag for him, but the time he was still learning. But talking about Junior Beat, bro, he's a very big producer. Yeah, now he's producing like for all big artists, like talking about Zeze, talking about BJ, SGZ, Chismo, or K Banton. Those are big artists. So Junior Beat is handling them. So then that was only music production. We go about, like, let's talk about video. Videos have been, I taught a lot of guys. I have Fizz Pro. That's my student from class. Yes, in class. For sure. This is the camera, this is how we handle it. So we are proud of you. Yes. I have K-Po. K-Po is a very big director. For sure. That's my student from class. This is how we handle the camera in Zaleka. Like, I've been teaching them from, like, we sit, we learn, you know. So DJ, like, I have a lot. Then DJing, yes. I have a lot. So, I have Lapel, the DJ, yes, who won First Lady DJ 2021. Yes. I have those who let me talk about those who are active. Yes. Currently active. Active, yes. Okay. I have DJ Leonard is working at Mwanje Kawale. Leonard. DJ Leonard is working in Leonard. Yes, my student from scratch. I have let me say those who are active. I have S-Pro. S-Pro is big now. He's at Mwanje 47. Okay. S-Pro is a very big DJ. Very big. Oh, okay. I forget. I have a lot of guys like who learned from me. All these young guys, they've been taking things from me. All DJ Days, all these young guys, they've been taking things from me. So that's a big achievement. I have people that I taught. For sure. So another big achievement is that now I can survive through DJing. I can survive. Now you can make money. Yes, I can go out. I make money. I get money for surviving. I get money to eat and maybe to pay even rent where I'm living. Yes. I can achieve. Okay. I can handle any small problem that can come. Naweza maliza na naweza tatua kashida kadogo. Kale kadogo kile kanajitokeza kwangu naweza kamaliza. Sio kama zamani. Sio kama zamani. Nao kitu kimekuwa kimeeleweka. Kidogo ulaji unapatikana. Kweli kabisa. Lakini Yugo Pro tuweze kufahamu umebahatika kupata award kwenye career yako toka umeanza hadi sasa. Award niko nazo bro. Ukisema award hii ni mwaka gani? Hii ni 2024. 2024. Hii ni Q Award 2024. Hii nawazi ilikuwa 2023. Q Award ni zibeba zote zenye zilikuwa miaka mbili ya kufuatana wewe mwenyewe. So Fama Award umepokea hiyo Fama Award? Fama Award ile ni aba movie makers. Movie make. Okay. Kitu chenye ni sijapata lakini nimekuwa mara kadhaa unaifanyia kazi. Ni nani Maso Award. Maso Award nimesogelea kidogo lakini sijapata lakini na ndio nawaza tutafika huko. For sure. Okay, how do you measure success personally, like you as DJ? Success for me, I measure success like succeeding is having people. Okay. Having people who may trust you, to gain trust from people. For sure. That's what I call success. So if people trust you, they book you.
If they don't trust you, my friend, they will never book you. So if someone trusts you, if I can get a trust from a person, yes, the same person will tell another friend to book you. Yeah. They will tell each other. For example, I remember when I started to mix in weddings. Like I mixed in one wedding, Rwandan wedding. From that one wedding, now each and every Rwandan in Malawi, wherever he is, whenever they have a wedding, either they are in Mangochi, either they are in Blantyre, either they are everywhere, they have to call me. Left a memory in people. Yes. Just make sure if you are given, like for example, as a DJ, if I'm given a set of 1 hour, I utilize that 1 hour properly so that I gain trust and success from my boss so that they can call me the next time. How do you see your industry changing in the future? In the future, like talking about the industry change, the industry is growing very fast. For sure. This industry is growing very fast. From being one DJ in the camp, now we are talking about a number of over 10 DJs in the camp now. You know, so like even the way that payment are going, we can't compare them with the like way back. Yes. So now the industry is growing very fast. We need to update, you need to learn new things. The internet is there to teach us. So we learn every day. That's why you find like this controller. It's for DJs. My friend, it's always here because each and every time I learn. You learn. Each and every day I learn. So I work mostly in the weekends. I work in the weekends only. Yes. So Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, those are my learning days. I get at least 1 hour, 2 hours. I practice 1 hour, 2 hours. I practice. Okay. Yes, very fast. So yes. I have to learn with the industry. That's why I always practice. I always learn from Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. I'm always practicing. So Friday, Saturday, Sunday, they are working days for me. Yeah. So would you have last question as the advice from you to our young people in the camp and all over the world is because it's not only camp which is following us in this exclusive interview. So I'd like to pate ushauri kwa vijana wadogo ambao wanajilimit kwenye mambo fulani katika mambo yao. So ndugu zangu wa mkambi, kitu cha kwanza kwa wale wenye tuko Malawi. Kwanza Malawi tuko challenge ndogo yenye tuko nayo yenye sio kama fursa za wengine. Ni juu sisi lugha tunazoongea ziko tofauti na lugha yenye inaongelewa ndani ya nchi. Sasa kwa kusema utobowe mkile chenye kunafanya inaomba double energy. Inaomba energy double kabisa. Working hard. Work hard, communicate with people. Lakini kitu kimoja, mimi nisiwadanganye. Fasi za mingi zinaendaga yemo. Makazi zote za mingi zetu tunafanyaga. Bro, mkimbizi banakuwa na mtrust sana. Watu wa Muzaleka wanatuelewa kama tuko watu wenye vipaji sana. Yeah. Ukienda fasi zote usiende kujifuchika eti mimi ni mchewa, no bro, mie nenda gongo ambie mimi natoka Zaleka, mimi nafanya kitu fulani. Batakupokea na mikono mbili. So watu wa vijana wenyewe wako Muzaleka wenye vipaji tofauti, please usichunge eti fulani atani connect, jiconnect wewe peke. Okay. Mimi naweza sikia mzuri labda ukiniomba bana niko natafuta namba ya KK. Hapo sawa. Kuliko niambie bana ni connect na KK niimbe na no. Kamata namba yake mtafute. Muongee. Uniambie man huyu wewe unatumikia Dream wala wewe unatumikia Loiso, man ni connect na Dream wala na Loiso. No. Kitu ndafanya mimi ndakwambia bro, kamata namba ya Dream hii, kamata namba ya manager hii, kamata namba ya Loiso hii, kamata namba ya manager hii, mpigie simu. Pambani kama ongea naye. Labda akiniuliza mimi ndakuchochea vizuri kwa nasema vijana iko fresh. Unaona?
So vijana wa Mzaleka basijiangalilie chini. Basijiangalilie chini. Tusifike kwenye tunaanza zawiliwa na jamaa fulani hivi. Bako matope fulani hivi hapa wa jirani hapa wa Nyarugusu. Wanaanza kutudharau mbaya wana. Sasa kitu wanachokifanya sio kizuri. No. Ile ni wivu moja hivi. Mimi kuko kitu hawa vijana hawa wenyewe wanaisha pa ile matope. Vile manyumba moja hivi matope. Bale wa jamaa hawa Nyarugusu. Yes. Bale wa jamaa wamesikia wivu yetu sana. Mimi hawezi niambia sababu wangeenda barashosha ngoma ya msanii wetu wa Mzaleka kijana Jeidara. Yes. Anamshushia ngoma. Piskali kashuka. Of course imerudishwa online lakini asiwaze kama mmicho imetoka. Imeumiza kweli. Ile kitu imetuumiza Piskali kushushwa. Ile ni wivu. Maana yake sisi uwezo tuko nao. Kijana Jeidara ametingiza. Unaona kisa ametingiza anachanganya mtingiza. Sasa kale ka wivu hata tusikie wivu tu sana. Maana makazi ziko mingi. Bado ndo tunakuja sasa. DJ. Tuachane na hilo jamani. Sisi ni Top 5 Zaleka TV na tumekujia. Huyu amekuwa ni mmoja kati ya ma DJ wa kongwe. Kama ulivyosikia amekuwa anataja hapo mwanzo kabisa, amekuwa ni kitu cha kutegemea, kitu cha kusifiwa au kitu cha kujivunia katika tasnia yetu na katika industry yetu ya sanaa. Maana amehimiza, amewakuza, amewafundisha na kuwaleta kwenye uhai wa kufanya kazi vijana wengi sana kambini kwetu Zaleka, na wamekuwa matunda hata nje ya kambi ya Zaleka. Lakini tumekuambia kwamba endelea kufuatilia vipindi vyetu ili uendelee kupokea mazuri zaidi, maana tujamalizana naye. Ametuambia mengi, amekuwa photographer, amekuwa videographer, amekuwa na music producer, lakini hayo yote tunayafunika kwanza. Tunatembea na DJ. Ndio kitu ambacho tumezungumzia na tumeona katika mafanikio hao ambaye ameyapata, ameshare nasi. Unajua kwa Kiswahili tunasema kwamba heri mtu anayekupatia ushauri kuliko mtu anayekupatia pesa, maana ule ushauri au yale maelekezo yanakusaidia wewe namna gani ya kupata zile pesa. Kwa hiyo baba yetu au kaka yetu ametupatia namna nzuri ya vile tunaweza kujiendeleza katika tasnia zetu kwa ajili ya kuweza kutoboa kufika mbali. Tusizidharau na tunaamini kwamba tutakwenda kufika mbali. Mimi ni wako Kaipa, tuendelee kufuatilia Top 5 Zaleka TV ili tuendelee kupata mengi zaidi. Asante sana. Nashukuru sana na nyie muendelee kunisupport. Watazamaji muendelee kunisupport. Social media account zetu muendelee kuzifuatilia na tumikisha DJ Hugo Pro. DJ Hugo Pro ku TikTok, social media TikTok, Facebook, Instagram, niko pale. Ukitafuta kunipatia kazi just ni inbox pale, tutaongea vizuri, tutawasiliana vizuri. Na muendelee kusupport vipaji vyetu. Asante sana. Karibia nasi, tunakupenda.